Hii argument nimeiona mara nyingi sana. Watu wanasema bana, sisi wote tutakufa. Kwa mimi siwezi nikaacha pombe, siwezi nikaacha sigara, siwezi nikaacha kutumia energy drinks. Mimi sina haja ya kwenda kupunguza uzito, siwezi nika control diet, kulala vizuri ndo nini. Kwa sisi wote tutakufa. Na it's a very true statement. Ni statement ya ukweli. Mimi nawaambiaga watu swala moja, chagua kifo. Chagua kwamba unataka kufaje. It's very simple. Simple sana. Na ninakuelezeni hapa sasa hivi. Ukizungumzia watu wawili ambao tuseme labda wana pressure wakiwa na miaka 50. Tuchukue watu wawili ambao wana miaka 50 ambao wana pressure. Tumwite mmoja A, mmoja tumwite B. A akaja clinic tukampima na tukampa dawa akazitumia. Kutokana na kwamba tushagundua kwamba pressure yake kweli imekuwa confirmed ni primary hypertension. Akatumia dawa huyu bwana. Kila mwezi anachukua dawa zake, anafanya ufuatiliaji kila miezi kadhaa, mitatu, miezi sita, anafanya check up zake za figo, check up za moyo na nini, hata kwa mwaka mara 2 sio mbaya. Kila mwezi wa 6, mwezi wa 12 anafanya check up zake za kucheki viungo vyake vya mwili na kumonitor matumizi yake ya dawa. Huyo ni mtu mmoja. Mtu wa pili naye ana miaka 50 na yeye pia tumemgundua kwamba ana nini? Ana pressure. Huyu yeye akaamua hataki dawa. Hawa watu wakapita miaka 10. Huyu mmoja anatumia dawa, huyu hatumii dawa. Ukisha kuwa una shinikizo la juu la damu, litakuharibia figo tu. That is already known, hiyo ipo established. Itakuharibia moyo, itakuharibia ubongo na nini, macho, upofu unakuja. Tunavijua hivi vitu na huwa tunaambia watu in advance kwamba hichi ndicho kitakachotokea, na wako wengi sana ambao wanaanzaga hivyo. Mimi sihitaji dawa, mimi nitaenda kutumia hichi, nitaenda kutumia kile, mimi sihitaji chochote. Wako wengi, sio peke yako wewe. Huyo mtu B anafika miaka 10 mbele, amepata shambulio ghafla la moyo. Hatataka. Kapata shida kwenye figo, amepata ugonjwa sugu wa figo. Tuanze sasa kumpigia hesabu huyu mtu B. Amepata shida kwenye figo ambayo inahitaji dialysis. Ukizungumzia dialysis unatakiwa ufanye sessions ngapi kwa wiki? Sessions ni 3 kila wiki. Hizi sessions 3 ambazo utafanya sio kwamba utaacha kutumia dawa zako za sukari, dawa zako za pressure. Lazima dawa zile za pressure tutakuandikia utazinywa. Lakini sasa utaingia kwenye mzunguko sawa dialysis. Dialysis kila session moja sasa hivi na range kati ya 250,000 mpaka 300,000 kulingana na unaongea na nani, taasisi gani na wapi. Tuseme labda 300,000. 300,000 kila wiki mara 3 kwa wiki ni 900,000. 900,000 kwa hiyo wiki pamoja na usafiri na kila kitu ni 1,000,000. Mwaka una wiki 52. That is 52 million kwa mwaka. Hizo ni figo tu. Hatujahesabia kwamba ulipata stroke ukapooza upande mmoja. Umepooza miguu au umepooza mikono au umepooza uso au umepooza upande mmoja full au umepata shambulio la moyo ambalo linahitaji uwekewe pacemaker. Sasa umepata mpaka atrioventricular block complete, inabidi uwekewe pacemaker. Gharama zako za maisha napanda significant. Kako yule A anaendelea kunywa vidonge vyake, kila mwezi, anafanya check up zake. Huyu A mmefika sasa, si miaka 10 imepita, mlikuwa mna miaka 50, sasa mna miaka 60, mmefika miaka 60 wote. Huyu miaka 60 wa A anaendelea kuwa productive, anaishi na familia yake, analelea watu wake, anaendelea kuishi maisha yake, anaendelea kufanya vitu vyake. Anafika miaka 70. Wewe miaka 70 ukijisaidia, watu wanakuja kukunawisha hapo. Kwenye dialysis watu wamechoka kukuchangia, watu wamechoka kukusaidia. Huyo miaka 70 bado ana wajukuu wake, ana maisha yake. Wewe imebidi uuze nyumba ili uende ukapeleke hela kwenye dialysis. Na dialysis sio tiba. Dialysis bado unatakiwa upate, yani ukipata ugonjwa sugu wa figo unaofikia hizo levels, unatakiwa uende upate figo mpya. Kumbuka hapo, dialysis sio tiba. Kwa kila mwaka utafuta milioni 52 ya dialysis, na bado kipindi hicho chote ambacho tunakizungumzia hapo unajiandaa tu kwenda kusubiria kwa kutafuta figo mpya. Huyu mtu atauza mashamba, atauza magari. Tunawajua wengi na mnawajua, wako online humo, wanaomba mpaka michango wanaomba. Hao ndo wao tunazungumzia kundi B, kwamba sio wote tutakufa. Ni kweli kwamba huyu A na huyu B watakufa. Huyu A anaweza kufariki kwa na familia yake. Wamefika miaka 80, wanaishi vizuri. Wewe miaka yako kwanza ile miaka 60 na kwanza kupata shida ya figo, ni mateso, ni wewe na hospitali mpaka unafika miaka 80. Utafilisika, utauza kila kitu ili uweze kusustain hayo maisha ya hayo maradhi. Utaomba michango, watu watakukimbia na itakuwa ni aibu. Tunawajua watu, sio wewe sio wa kwanza. Hii argument nimesikia sana. Mimi nakunywa pombe, wote tutakufa. Sawa, ukipata ugonjwa wa ini ukaanza kuja kutomba michango, ukipata ugonjwa wa figo ukaanza kutomba, yani tunajua hii to be a fact, we know it to be a fact, itakusumbua. Na hapo tunazungumzia utakapoanza kuacha pombe inabidi upitie kitu kinaitwa alcohol withdrawal syndrome. Huo ni mziki mwingine.